Who killed Raila Amolo Odinga? Kwani kulienda namna gani pale India? Hii story yote ya Raila na kifo chake, kwani kulienda namna gani? Sikiza. Huyu Raila Odinga alikuwa mkubwa wenu, alikuwa na handshake na Rais Moi na hakukufa, akakaa mzuri. Akafanya handshake na Mwai Kibaki, hakupata matatizo. Akafanya handshake na Uhuru Kenyatta, hakupata matatizo. Mujiuliza ni kwa nini amefanya handshake na Ruto, amepata matatizo, ameenda Sayuni. And yes, we begin from here. I want you to pay attention to everything in this video because there's something I want you to get. Who killed Amolo? Nitoboe sitoboe. Nitoboe sitoboe. Ile kazi moja tu nimebaki naye ni kutembeza huyu mtu mpaka Bondo aende akae nyumbani. Na atafika nyumbani bila kujua. Ruto ui! I want to tell you, Ruto, that we are aware as a family and as Joluo and as Kenyans that you have very, very bad plans. You want to finish the life of Raila. And Ruto, we are warning you. Hii mzee yetu Tinga atamgonga. Hiyo mzee atamchanganya, wewe utaona. Ladies and gentlemen, aliniambia hii mzee wachia mimi. His Excellency the President. Siku alikuwa anataka kwenda EU, nikamuuliza agenda yako na hii mzee ni gani? Anasema acha hii mzee nitapanga yeye. Hii mzee nitapanga yeye kidogo kidogo, peleke EU nini nichukue ODM, and I can see it is happening. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman. Down the sunlit shores of Kenya's land where the hills rise, proud and free. My heart feels heavy, my eyes go dim, for a true hero. Yes, this is a monkey. Bye-bye's on his way. He won't be back for many more days. Nyinyi Wajaluo, huyu Raila Odinga Kasongo alisema ni mchawi, alisema ni muganga, alisema ni mtu ya fujo, alisema ni mtu ya kungoa leri. Tukiwa pale Karatina, akasema atasafirisha Raila mpaka Bodo bila Raila kujua. Nyinyi mnajua Raila amesafirishwa mpaka Bodo bila kujua kwa jeneza. This is the former deputy president revealing this to citizens of Kenya. Mpaka hapo umegundua ya kwamba mwenye amezungumziwa kwa ambaye alihusika na kifo cha former prime minister Raila Amolo Odinga si mwingine bali ni President William Samoei Ruto. What is Rigathi Gachagwa's main agenda? Is this politics? Ama kuna ukweli? Nataka mumsikize vizuri tu, tunakuja baadaye. Nyinyi Wajaluo mjiulize swali. Huyu Raila Odinga alienda India, alikufa, hakukufa kwa hospitali. Sheria ya mtu akikufa nje ya hospitali lazima amfanyiwe postmortem ijulikane alikufa kwa nini. So here Rigathi Gachagua is saying Raila Amolo Odinga's body was never subjected to postmortem. There's a reason behind that, and because Ruto knew very well that is behind Raila Odinga's death, that is why he never carried that activity. That's Rigathi Gachagua. Nyinyi Wajaluo mseme kwa nini Raila hakufanyiwa postmortem kujulikane aliuawa na nini? I think pia some of us, this is the first time tunasikia Raila Amolo Odinga alisafirishwa hadi India na private jet ambayo iko kuja wakati ambaye aliaga dunia. Rigathi Gachagua na mengi. Nyinyi Wajaluo hapo mnabweka, muulize huyu Raila alipelekwa ng'ambo na private jet akiwa uhai. Saa ile alikufa, kwa nini hiyo jet haikutafutwa imleta nyumbani? Aliletwa na ndege ya kawaida kama mzigo. Mjiulize hiyo swali. Nyinyi watu ya Jaluo mjiulize, kwa nini Junet Mohamed na Wanga na Oburu walikataa kwenda kuchukua mwili ya Raila, wakabaki hapa kuuza ODM kwa William Ruto kama Raila hajazikwa? Alright, does it mean kila mtu angeenda tu India kuchukua mwili wa baba? Ama pengine Rigathi Gachagua ko right? There is a reason behind Junet Mohamed, Gladys Wanga, Oburu Odinga among others kubaki nyuma. Nyinyi Wajaluo muulize swali. Ni lini mila na desturi ya Wajaluo imekuwaje mtu mali yake imegawa kabla hajazikwa na hajafikishwa nyumbani? Mimi nimeona yule mama anaitwa Suluhu. Oh, who is Suluhu? I thought Suluhu ni wa Tanzania. Yule governor wa Homa Bay akisema ati Rais Uhuru Kenyatta hakusaidia Raila. Tangu zamani
Raila alitafuta kula hapa mlimani hajapata, lakini Rais Uhuru Kenyatta alimsaidia watu ya mlima wakampatia 1.3 million votes, kitu haijafanyika tangu zamani. Hata wewe Gladys Wanga Homa Bay ulipata kura mingi kuliko Raila, hukusaidia Raila, alisaidiwa hapa mlimani. Na mjue ya kwamba, na nikumbushe nyinyi ndio mjue, nimuulize nyinyi Wajaluo mnatumiwa kutukana Uhuru Kenyatta. Nao pia kuna kitu kingine imejitokeza hapa wazi tu, lakini niulize swali, is this not politics? Hapa former deputy president anamtetea kabisa Uhuru Muigai Kenyatta kama kiongozi wa mlima. Anasema kwamba Junet Mohamed alipewa pesa kama agent, yani aweze kuwalipa agents, but akaitwa na Ruto akamwambia aweze kukula zile pesa na Ruto akaiba kura. So Rigathi Gachagua is saying Ruto rigged election. So election was rigged. Hapa ni wazi Rigathi anataka kusema kwamba William Samoei Ruto aliiba kura. Rigathi Gachagua na mengi zaidi. Uhuru Kenyatta alitoa pesa ya agents akapatia Junet Mohamed. Junet Mohamed na nilikuweko, akaitwa na William Ruto. Akaambiwa hii pesa ukule, usitumie, usiandike agents katika kwa Kalenjin. Kura yenu ikaibiwa kwa Kalenjin. Sasa wewe Uhuru alitoa pesa akapatia Junet. So kura ziliibwa kwa Kalenjin, hazikuibwa kwenye mlima. Sijui maoni yako ni yapi? Huyo ni Rigathi Gachagua, former deputy president, akisema wazi eti Ruto aliiba kura, kumaanisha hawakushinda uchaguzi wa 2022. Rigathi Gachagua na siasa na mengi zaidi. Hii housing levy inatolewa watu pesa kujenga manyumba ambayo wahitaji. Nitapiga marufuku na hiyo pesa nilegeshe kwa wafanyakazi. Kwa mjui Ruto aliniambia mimi atagawanya ODM isabaratike, na amefanya. Wewe anamdanganya. Wewe Wanga umeambiwa utapewa kiti ya deputy president. Hicho kiti ameahidia Joho. Hiyo kiti ameahidia Waiguru. Hiyo kiti ameahidia Ichong'wa. Hiyo kiti Uhuru na hii kiti ni moja. Nyinyi you are dealing with a conman. Na muulize sisi watu ya mlima tumwambie the kind of conman William Ruto is. Nyinyi mnacheza na mtakuja kuona. Pia Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta alisema kwamba mkicheza na moto itakuja kukuumiza. Nani moto itakuchoma, ukicheza na moto itakuchoma. Njia ya kuokoka ni moja, ni baba. Ilikuwa siasa na ilipita tu, na saizi Rigathi Gachagua anamtetea kabisa Uhuru Muigai Kenyatta ambaye hizo nyakati alikuwa anampinga kabisa. Alisema kwamba yeye mwenyewe ilikuwa ni siasa tu. So ladies and gentlemen, is this not politics? Anasema kwamba Raila Amolo Odinga kifo chake kiliweza kusababishwa na rais ambaye kwa mamlakani, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Kuna ukweli wowote hapa? Lakini tukirejelea hapo awali, Ruto aliweza kusema kwamba ataweza kumsafirisha kiongozi wa ODM Raila Amolo Odinga, former prime minister, moja kwa moja hadi Bondo, na atafika kule bila kujua kabisa, na hiyo ilikuja ku happen. Lakini je, was that not politics? Naamini tu ni siasa tu. Kila mwanasiasa husema chochote tu ili afurahishe umati wa watu. Maybe ilikuwa siasa. Do you think William Samoei Ruto aliparticipate na kifo cha Raila Amolo Odinga, ama ni siasa tu? Huyo kiongozi wa DCP pia amereveal vitu mingi, ikiwemo Ruto kuahidi watu wengi katika kiti cha unaibu wa rais. Watu akiwemo Joe aliyekuwa gavana wa Mombasa ambaye sasa ni CS, akiwemo Gladys Wanga, akiwemo Oburu Odinga na watu mbalimbali wakiwemo Anne Waiguru na Kimani Ichung'wah, ya kwamba atawafanya manaibu wa rais. Hiyo kitu ni moja, na hivyo kumaanisha kwamba Ruto ni liar, ni mwongo na ni conman. Ndivyo siasa ziko. Amesema ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuwa warn, hawakusikia, na saizi amewa warn, na saizi sasa Rigathi Gachagua mwenyewe anasema watu waweze kumsikia Uhuru Muigai Kenyatta ambaye alimpinga kwenye uchaguzi uliopita. Je, uko na maoni gani kuhusu matamshi yote ya naibu ama aliyekuwa naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua? Kuna ukweli na nini haswa kilifanyika kwenye kifo cha Raila Amolo Odinga? Je, Ruto alihusika ama tu ni project tu na hii ni siasa tu? Hakuna tu, ilikuwa natural tu, eji tu ilikuwa. Na pia magonjwa yenye yanakuja katika miaka ikisonga, wakati mtu miaka imesonga,
ni kawaida tu sometimes. Tuseme namna gani? Hama yote tu ni siasa. Niandikie ujumbe kwenye comment section na usisahau ku like hii video, subscribe kama hujaweza kusubscribe kwenye hii channel, nitakufuatilia, nitakuja na mengi. My name is SC Bon na stay tuned. Thank you.